Nisikilize kwa makini. Tamaa sio matokeo ya umasikini au kukosa kitu. Hakuna kitu shetani alikosa. Shetani alipewa nyota ambayo anayo Yesu tu. Inaitwa nyota ya asubuhi. Isaya 14:12 nadhani. Nyota ya nini? Hiyo nyota anayo Yesu. Alikuwa nayo. Lakini bado hakulizika. Tamaa ni matokeo ya kutokufanyaje? Kutokulizika na kile ulichopewa na Bwana. Ni mambo gani yanayopelekea utunzaji kuwa changamoto? Nakumbuka niliweka msingi kwanza. Utunzaji unaanzia na mambo nini? Unaanzia na mambo madogo. Hayo ambayo ni madogo, kwa nini watu wanafeli kutunza? Kitu cha kwanza kinachopelekea utunzaji kuwa changamoto ni tamaa. Na tamaa hii inayoelezewa mara nyingi waga ni tamaa ya mwili. Bado sijapata ufahamu kama kuna tamaa ya rohoni, si ndio? Haleluya. Tamaa ya nini? Tamaa ya mwili. Mtu yoyote ambaye anasumbuliwa na changamoto ya tamaa hawezi akafanikiwa katika utunzaji. Kuna mtu akipata mshahara, tamaa inaibuka, nataka hiki, nataka saa hii. Umenielewa? Tunataka hiki, nataka hiki. Fulani na kitu fulani mimi nataka. Nimeona nguo ina fulani mimi nataka. Unaelewa na? Na tamaa mara nyingi huwa inatiwa nguvu na mlango wa macho. Mtu wa Mungu kipofu hawezi kutamani kwenda kupanda boti Masaki kwenda Mbudia. Unanielewa? Kipofu hawezi kufanyaje? Kutamani kwenda kukruzi. Kwenda wapi? Mbudia. Tunaelewana? Tamaa mara nyingi ni matokeo ya nini? Ya macho. Mungu alimweka Adam na Hawa kwenye bustani ya Edeni. Mwanzo 2 kuanzia 8 ile. Bwana Mungu akapanda katika bustani, akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu. Akaweka dhahabu mule ndani. Sawa, angalia vitu vya ajabu sana hivi vitu. Mstari wa 9, Bwana akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni na kuitilia bustani maji, na kutokea hapo kagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza Pishoni, la pili hili, la tatu hili, ambako kuna dhahabu. Sema kuna dhahabu. Sura 12, na dhahabu ya ile nchi ilikuwa njema huko, na huko kuna bedola na vito vya shahamu. Yaani pale kwenye bustani ya Edeni kulikuwa kuna vitu vingi sana vizuri, unajua. Na mwanadamu akawekwa kwenye bustani ya nini? Edeni. Mstari wa 15, Bwana Mungu akatoa huyo mtu akamweka katika bustani ya elimu na kuitunza. Akamwagiza huyo mtu, mstari wa 16, akamwambia, matunda ya kila mti unaweza kula. Amen. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Mstari wa 17. Yaani huyu mtu kawekwa kwenye sehemu ambayo hajapanda. Bustani imepandwa na Mungu, ina vitu vyote vizuri. Unanielewa? Ina vitu vyote ni nini? Vizuri. Akaambiwa tu alinde matunda tu. Dhahabu iko pale. Akiamua avae dhahabu avae. Kuna vitu vya samani, akiamua kutumia afanyaje? Lakini roho ya tamaa ilimfanya avuke mipaka. Mwanzo 3 kwanza mstari wa kwanza, shetani akaja pale kumwambia, si umeambiwa usile hivi na hivi, si ndio? Akamdanganya pale. Mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Tamaa. Sema tamaa. Kuna kiwango cha tamaa ambacho hakuna kitu kidogo.
Kila kitu mbele yako wewe unataka tu. Unanielewa eh? Mtu mwenye tamaa ni mtu asiyeridhika na alichopewa. Mimi nawaambia ukweli kama baba yenu wa kiroho. Duniani kama ilivyokuwa katika bustani ya Eden, wanawake wana changamoto kubwa sana ya tamaa kuliko wanaume. Na ukiwa na shida ya tamaa, kujielewa huwa ni ngumu sana, unajua. Umenielewa eh? Ukiwa na shida ya tamaa, kujielewa huwa ni nini? Ni ngumu sana mtu mwenye tamaa kujielewa. Umeolewa, unaanza kumpushi mume wako, mume wangu yeye natamani niwe na gari, niwe na gari, niwe na gari. Umenielewa eh? Mke wangu sina hela, wewe hata kukopa kopa. You are a man. Mbona watu wengine wanakopa? Hivi unaenda unakopa unanunua gari. Akishakuwa nalo tu, siku ya kwanza mwanamke anaendesha gari, unaona jicho lake linatoka, kaona gari lingine. Hey, that is my dream car, that one. You will not settle for the less. Unanielewa eh? You will not what? Kulikuwa kuna matunda mengi kwenye bustani ya Eden pale. Unanielewa? Matunda ya kila aina. Lakini tamaa ilifanya yale kile ambacho aliambiwa afanyaje? Akitunze. Tamaa inaweza kawa hata kwenye huduma. Kuna watumishi wengi sana wanasumbuliwa na tamaa. Mimi nimekaa na watumishi wenzangu, I know what I'm talking about. Shida, changamoto ya tamaa. Huwezi ukaishinda kwa upako. Unaishinda kwa nidhamu ya utunzaji. Unanielewa eh? Changamoto ya tamaa huwezi ukaishinda kwa nini? Kwa upako. Kabisa, I'm telling you. Yesu akiwa amejawa na roho wa Mungu, si ndio? Akajaribiwa na Ibilisi, kuingiziwa tamaa. Unaona, alichukuliwa akaonyeshwa, si ndio, miliki zote za dunia kwa dakika moja, akaambiwa hivi vyote hivi ukinisujudia nakupa. Maana shetani alikuwa anamtamanisha. Na Yesu ni mpakwa nini? Mafuta. So haushindi changamoto ya tamaa kwa upako. Ukisoma kwenye Isaya sura ya 14 na Ezekieli, mtu anisachie lile neno la shetani ambalo linahusiana na Ezekieli. Ezekieli ngapi? Ni 18 nadhani. Amen. Utagundua vitu alivyokuwa navyo shetani. Mtu wa kawaida ungekuwa navyo, mtu wa Mungu ungekuwa unamshukuru Mungu kila sekunde ya sekunde. Yule mtu aliumbwa ndani yake kuna vinanda vya muziki, ala za muziki. Yule mtu aliumbwa katika namna ambavyo, umeelewa, anatembea juu ya mawe yenye moto wa ungui. Umeelewa ninachozungumza? Yule kiumbe aliumbwa katika namna ambayo madini ya kila namna yalikuwa yamemzunguka. Ezekiel ngapi hiyo? 28. Umeelewa eh? Madini ya kila namna yamemzunguka. Lakini tamaa ikasema, sijalizika hapa, nami nataka kupanda juu ya mlima katika kusanyiko la watakatifu. Nataka kuwa kama nani? Kama Mungu. Tamaa siku zote ni matokeo ya kuwa mfano wa kitu fulani. Shetani alimwambia Hawa, kila ili tunda mtakuwa kama nani? Kama Mungu. Tamaa siku zote ni matokeo ya kutaka kuwa nini? Mfano wa kitu fulani, wa mtu fulani. Bwana fulani ana kitu fulani mimi nataka. Unaelewa? Tamaa. Tamaa siku zote ni matokeo. Be you.
I say be what? Bio rizika na Mungu alichofanyaje? Alichokupa part time. Tamani matokeo ya kutokulizika na kile ulichopewa kwa wakati huo. Zakayo anasema, je, tulizaliwa na tamaa ama tuliambukizwa na nini? Amen. Swali muhimu sana. Changamoto ya tamaa ilianzia mbinguni. Umesemaje? Je, kulikuwa kuna ibilisi mbinguni? Yule alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa kerubi. Aliumbwa katika ukamilifu. Biblia inazungumza mpaka uovu ulipoonekana moyoni mwake. Tamaa ni kitu kina asili yake ndani ya moyo wa kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Mwanadamu yoyote, kuna vitu vimefichika ndani yake. Unanielewa? Viko ndani sana, mtu wa Mungu. Sasa nafasi zinapoanza kupatikana, nafasi za ukuu hizi, umenielewa? Vitu material things vinavyoanza kukujia ndivyo vinachokonoa, unanielewa? Ile hali ya mwanadamu au uumbaji ilikuwa wapi? Ndani. Nisikilize kwa makini. Tamaa sio matokeo ya umasikini au kukosa kitu. Hakuna kitu shetani alikosa. Shetani alipewa nyota ambayo anayo Yesu tu, inaitwa nyota ya asubuhi. Isaya 14:12 nadhani. Nyota ya nini? Hiyo nyota anayo Yesu, alikuwa nayo, lakini bado hakulizika. Tamaa ni matokeo ya kutokufanyaje? Kutokulizika na kile ulichopewa na Bwana. Na njia rahisi ya kuwa tamaa ni kujenga maisha halisi ya shukrani, ukimshukuru Mungu usiku na mchana kwa yale aliyofanyaje, aliyokupatia. Kwanza focus kwenye maisha ya nini? Ya shukrani.